Karibu tena mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki kwa kusikiliza juu ya somo la afya ambalo linaletwa kwako na Dr. Chris Brown Mwailima. Leo tutakwenda kujifunza juu ya tatizo la kukojoa kitandani kwa watoto na kwa watu wazima. Tutaanza kwa watoto. Kwa watoto tatizo hili limekuwa lipo sana kwa sababu kwanza ni nyingi ambazo zinasababisha mtoto akojoe kitandani. Na wazazi wengi wamekuwa wakiwaadhibu watoto wanaokojoa kitandani kwa sababu zisizokuwa na msingi. Mtoto unapomwadhibu anapokuwa amekojoa kitandani, si kwamba ni kosa lake. Inawezekana ni mwili wake una matatizo ambayo tutakayoyaona siku ya leo, alafu ndio yanasababisha huyo mtoto aweze kukojoa kitandani. Sasa ukimwadhibu ina maana unazidi kumuumiza tu mtoto. Lakini pia kuna wakati fulani michezo mingi anayoifanya ndio inasababisha huyo mtoto aweze kukojoa kitandani kwa sababu ya kutokupumzika wakati fulani nyakati za mchana. Lakini pia zinaweza kawa ni maumbile, ama wakati fulani pia tutaangalia hapa labda urithi kutoka kwa wazazi ambao nao waliwahi kukojoa wakati wakiwa watoto. Kama baba na mama waliwahi kukojoa wote wakiwa watoto, basi mtoto ana uwezo wa kurithi hilo tatizo. Lakini pia kama ni mzazi mmoja aliwahi kukojoa akiwa mtoto, basi mtoto pia ana uwezo wa kurithi hilo tatizo. Kukojoa kitandani kwa lugha ya Kizungu kunaitwa nocturnal enuresis au bedwetting. Hili ni hali inayojitokeza ambapo mkojo hutoka wenyewe usiku wakati ule umelala. Kukojoa kitandani ni ishara ya matatizo ya udhibiti wa kibofu cha mkojo, kama kushindwa kujizuia kukojoa nyakati hizo za usiku kitandani, ama inaitwa incontinence, au kibofu cha mkojo wakati fulani kufanya kazi kuliko kawaida, au pengine ni matatizo makubwa zaidi ya kimaumbile kama ya kukua kwa tezi dume au saratani ya kibofu cha mkojo. Utafiti unaonyesha kwamba 1 hadi 2 ya watu wazima pia hukojoa kitandani. Japo ingawa wanasema tafiti hizi inaonyesha kwamba takwimu ni ya chini sana, kwa sababu wengi hawajaweza kufika kwenye vituo vya afya na kupeleka takwimu halisi. Wanaona aibu. Lakini hili tatizo kwa watu wazima pia lipo, ambao watu wanaweza kukojoa kitandani, hasa pia pale wanapokuwa na maambukizi kama ya UTI, lakini pia na magonjwa mengine kama hayo tuliyosema hapo ya tezi dume. Ni bora kufichua tatizo lako na ukasaidiwa ili uache kukojoa kitandani, ili msije mkaanza kugombana wanandoa katika kitanda kwa hali inayotokea, kwa sababu unapokojoa kitandani hali ya mkojo inadhani unafahamu harufu inayotoka pale inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo ukifika katika kituo cha afya tutaangalia namna gani ya kukutibu juu ya kuondoa hili tatizo la kukojoa kitandani. Utafiti ambao utakuja sasa hivi utakuja kuangalia namna gani kwa watu wazima shida ni nini sana inayosababisha. Labda kama wengi hawatojitokeza kupima, ndipo inaweza kaleta shida kulitatua hili tatizo. Lakini kama wengi wataamua kujitokeza, basi tatizo hili litatatuliwa na watasaidiwa. Na hata pia wengi mnaosikiliza kipindi hiki, kama utaamua kupiga simu kupata ushauri ili uweze kutibiwa tatizo hili, basi utaweza kutibiwa tatizo hilo. Yafaa kutambua kuwa tatizo la kukojoa kitandani kwa watu wazima lina tofauti na lile linalowasumbua watoto wadogo. Yafaa vile vile kutambua kuwa kukojoa kitandani ni jambo ambalo halikusudiwi na sio kosa la mtu. Ili kutambua vizuri tatizo hili, yafaa kujikumbusha kidogo kuhusu maumbile ya njia ya mkojo. Kwa wale ambao kidogo wamepitia shuleni,
science kidogo hapa, na kumbusha kidogo kwamba ili tuone maumbile ya jinsi ilivyo mfumo wa mkojo. Mkojo hutengenezwa na figo na usafiri kupitia mirija miwili. Kuna ureter, yani kuelekea kwenye kibofu cha mkojo, kutoka kwenye figo kuelekea kwenye kibofu cha mkojo, na ambapo hutunzwa kibofu cha mkojo chenyewe kina kifuko, yani ni kifuko fulani ambacho kiko kama ni misuli ambayo imeweka chini ya kitovu hapo, kama kimfuko fulani cha kutunza maji ambayo yanatengenezwa kutoka kwenye figo. Kwa kazi yake special ni hiyo, kutunza. Kwa hiyo kikitunzwa hapo, kinapokuwa kimejaa, ndipo kuna mrija mwingine ambao unatoa nje, unaitwa urethra, unaounganisha kibofu na eneo la nje ya mwili. Kibofu cha mkojo kikijikamua, ama kuna kamlango ambayo kanaitwa kwa lugha ya kizungu wanaita urinary sphincter, kinaachia, kisha achia hicho kisphincter, ndipo mkojo unaweza kutoka nje. Lakini sasa hichi kisphincter pia kikiwa akijawa na sensi nzuri za mfumo wa fahamu, kina uwezo wa kufunguka wakati wote, kwa sababu ya misuli ile ya fahamu au mishipa ya fahamu imefanya nini, haiko vizuri, haiwezi kukihamasisha kiweze kufunga njia hizo kwa wakati unaotakiwa. Nini sababu zinazoweza kusababisha mkojo utoke ukiwa kitandani? Sababu zipo nyingi. Mojawapo ya hizo sababu ni kama zifuatazo. Kwanza, urithi. Kama ilivyo kwa magonjwa mengine, kitu cha kwanza kukitazama ni historia ya familia. Utafiti umeonyesha kwamba tatizo la kukojoa kitandani huweza kurithiwa. Utafiti mmoja ulionyesha kuwa mtu ambaye wazazi wake wawili wana tatizo hili, huyo mtu ana 77% ya kurithi tatizo hilo. Kama mzazi mmoja alikuwa akikojoa kitandani wakati akiwa mdogo, mwanae wa kiume au wa kike atachukua ana 40% ya kukojoa kitandani. Sababu nyingine ni hormone. Zipo hormone ama vichocheo ambavyo vinakuwa kwenye figo wakati fulani, nyakati za usiku vinafanya kazi ya uzalishwaji wa kutengeneza huo mkojo kwenye figo. Kwa ukiwa umelala, vyenyewe zinasababisha mkojo ufanye nini, utengenezwe, ama hizo hormone kwa lugha nyingine tunaita ADH. Sababu nyingine inaweza kawa labda ni sukari aina ya kwanza au aina ya pili, pia inaweza kusababisha hali hii iweze kusababisha mkojo uweze kutoka nyakati za usiku. Wakati mwingine mwili unatengeneza kiasi cha kutosha cha hizo ADH, lakini figo hazitambui na kuendelea kutengeneza kiasi kile cha mkojo. Utengenezaji huu wa kiasi kikubwa cha mkojo wakati wa usiku huitwa nocturnal polyuria. Dosari hii inaweza kusababisha nocturnal enuresis kwa watu wale wazima. Wakati fulani tutatumia lugha fulani inaitwa ufukunyungu kwa watu wazima, Kiswahili chake ili unielewe, sijui kama mtakuwa mnanielewa juu ya neno ufukunyungu. Sababu za kimaumbile. Kukojoa kitandani kunaweza kuwa ni ishara ya matatizo ndani ya mrija wa mkojo ama ile urethra. Wakati fulani inaweza kuwa ni tatizo la tezi dume, wakati fulani ni tatizo la nyonga, wakati fulani inaweza kuwa pamoja ni maambukizi kwenye njia za mkojo kama magonjwa ya UTI na mengine. Lakini pia kukojoa kitandani kunaweza kusababisha na kokoto ndani ya njia ya mkojo. Nikisema kokoto, yani vijiwe vinakuwa ndani ya kibofu ama kwenye mkojo wenyewe au kwenye figo. Lakini pia wakati fulani nimesema ni kuvimba, hiyo tezi dume kama imevimba, unaweza kawa ni sababu za kukojoa kitandani, ama saratani ya tezi dume
nayo inaweza kawa sababu ya kukojoa kitandani. Kwa watoto nimesema wengi huwa mara nyingi wanakuwa hawapumziki muda unaotakiwa. Mchana anatakiwa apate muda wa kupumzika ili afanye nini, aondoe makorokoro yote aliyokuwa ameyafanya mchana, alafu usiku asiote kwamba anaenda chooni. Mara nyingi huwa watoto wanaokojoa kitandani huwa wanaota kwamba anaenda chooni alafu anakojoa, ambayo matendo alikuwa anafanya huko shuleni ndio yanatokeza kitandani na kisha kujikuta amekojoa akiwa kitandani. Kwa anashauriwa pia kupumzishwa mchana, lakini pia kuangalia maambukizi haya niliyosema kama magonjwa kama haya ya UTI, na hizo ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo zinaweza kusababisha mtu kukojoa kitandani. Lakini pia sababu ambayo ni kubwa sana wamesema ni tatizo la kibofu chenyewe pia kuwa na tatizo, ama pia msongo wa mawazo unaweza kusababisha mtu awe na tatizo hili la kukojoa kitandani. Kwa wale ambao wana matatizo haya wanaweza kufika hospitalini mapema sana ili kuwashauri na kuwapatia dawa za kuweza kuondokana na matatizo hayo. Kwa wale ambao watapenda kushauriwa juu ya tatizo hili ama kutibiwa juu ya tatizo hili, maana dawa zipo za kutibu hilo tatizo, japo hapo mbele nimeona kuna dawa kadhaa ambazo utashauriwa kwamba usizitumie hizo dawa kwa sababu zinaweza kusababisha tatizo la kukojoa kitandani. Kwa hiyo unaweza kupewa dawa za kuzuia kukojoa kitandani, lakini kutibu maambukizi ambayo yapo kwenye huo mfumo wa mkojo ili usiendelee kukojoa kitandani. Lakini pia kutibu kama ni tezi dume, kama ni saratani na maradhi mengine niliyotaja hapo juu. Unaweza kupiga simu moja kwa moja ambayo ni 0769 465379, 0769 465379, 0769 465379 ni namba yangu Dr. Chris Brown. Karibu.